kushughulikia ulimwengu wako wa roho na kupokea majibu ya hatima yako. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo unatamani vitokee kwenye maisha, lakini vinakwenda kinyume, vinakuwa vice versa. Unashangaa havitokee. Wakati mwingine unatamani kupata kitu fulani, lakini unashangaa kitokee. Upo katika wakati wa kucheka, katika wakati wa furaha, na unashangaa kuna tukio tu linatokea na kuingizia huzuni ghafla. Unabaki kuwa mtu wa kulia, mtu wa kuomboleza. Unatamani uweze kuvuka, lakini haiwezekani. Unatamani uweze kupiga hatua, lakini kile ukijaribu kusimama kupiga hatua, ni kama kuna mtu amekushika shata na kukuvuta kurudisha nyuma. Unashangaa vitu haviendi, mara ghafla ulikuwa na furaha, mara ghafla furaha inapotea. Sasa siri ipo katika ulimwengu wa roho. Sasa hii mazingira anayojaribu kuelezea hapa, anazungumziaga mazingira ya kiroho, kwamba uhalisia wa maisha tunaopitia. Kwa nini tunajaribu kudesign vitu vingi, tunajaribu kufikiria vitu vingi, tunajaribu kuseti miradi mingi, lakini haifiki popote, lakini haifanikiwi. Tunajaribu kupambania hatima zetu, lakini hazifiki popote, hazifanikiwi. Kwa nini? Kwa sababu kuna falme ambazo zinakuwa zinatugandamiza. Lakini nini anazungumza katika waraka wa Yohana wa kwanza? Hebu soma kitabu cha waraka wa tatu wa Yohana. Soma sura ya kwanza mstari wa pili. Waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili. Amen. Katika hili andiko anaonyesha msingi wa mafanikio huwa unatokea wapi. Sasa napokufundisha kwamba kushughulikia ulimwengu wako wa roho na kupokea majibu ya hatima yako, maana yake ulimwengu wako wa roho ndio umebeba kila kitu. Yaani ulimwengu, ukimwona mtu kafanikiwa, alitangulia kufanikiwa katika ulimwengu wa roho. Ukimwona mtu amekuaga na afya njema, alitangulia kuimarika kwenye ulimwengu wa roho. Ukimwona mtu kafanya biashara, amewini. Ukimwona mtu amelima na amevuna. Ukimwona mtu familia yake inaenda, ndoa inaenda, haina dosari, kuna vitu ambavyo alitangulia kukamata katika ulimwengu wa roho. Sasa hii Yohana anasema kwamba mpenzi, ninaomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako, lakini chanzo ni nini? Ni kama vile roho yako inavyofanya nini? Inavyofanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake sasa msingi unakuja unaonekana kwamba kabla haujafanikiwa katika ulimwengu wa roho, kama hujabahatika kuwa na nguvu katika ulimwengu wa roho, hapana kitu chochote kile ambacho utaweza fanya na kikasonga mbele. Lakini ili uweze kupiga hatua na kufanikiwa katika maisha yako, lazima ufanikiwe kuuteka ulimwengu wa roho.